Back again. It's a Rap to 54 podcast. Kama kawaida Lamek ndio host na hii jamaa nyingine sijui inajiitaje. My name is Aaron. Happy New Year. Not leo Aaron ako serious. A serious Aaron is a no joke Aaron. Mimi sipendangi ufala. Sipendangi ufala. Utakangi watu wacheze na time yako. Ndio kacheze na ma time zako na huko hizo za matakataka. In my time. Okay. Don't play with my time. Yeah. A serious Harden does not want his time messed up with. Sasa tukiangalia kama leo tunataka kuongelea kuhusu history ya fraud ya Somalis. Huko Minnesota. Whereby anaitwanga aje? Ni Shali, huyo journalist alienda aka Larry Madowo. Si Larry Madowo. Yaani kwa akili yako tu sasa ni Larry Madowo ndio kwa akili yako. Kuna journalist mwingine mwenye najua mwenye ako US isipokuwa Larry Madowo. Wacha tu niachane na wewe. Unajua pia mimi niko serious. Tukiangalia alikuwa anajiita aje? Yes, Nick Shali, yes. Whereby in late December, a video by independent journalist Nick Shali went viral. It showed visits to several Somali-run daycare centers in Minnesota that appeared inactive, while publicly available records suggested they were receiving federal child care funds. So one of them was tulikuwa na the federal fraud investigation already underway. So long before the viral video, federal authorities including FBI Department of Homeland Security and US Justice Department were investigating large-scale fraud involving public benefit programs in Minnesota. This include fraud in kuna child nutrition and welfare programs, whereby this is a non-profit organization called Feeding Our Future, was at the center of a massive COVID-era child nutrition fraud scheme. It was billed as the largest pandemic welfare fraud in the country. Prosecutors allege that it has processed hundreds of millions of dollars in fraudulent claims. Trump anasema sasa hiyo pesa yenye imetumika hapo kwa hiyo fraud imefika 18 billion. Yes, so kuna California, kuna Minnesota, alafu sasa kuna fununu inasemekana pia New York. Kuna venye hiyo story billions imeendea. Dollars. Hiyo pesa ni mingi. Allegedly. Hivyo ndio Trump allegedly. Tuko na vitu kama education, housing na Medicaid services. So investigation expanded into other social service programs. So kiangalia kitu kama housing stabilization, autism services, healthcare billing and transportation claims, with dozens of defendants indicted and many conviction already secured. So zenye ziko confirmed ni federal prosecutors have charged and convicted multiple defendants in Minnesota fraud cases tied to misuse of federal funds. That's why you always see these people have their iPhone 17s and everything because money is just available for them if this is the things that you're doing. iPhone 17 toka jana usiku asubuhi mtu ako hapa ako hapa ilitango aje Jamia na ako nayo na ilitokea jana usiku. Nashangaa how it is alleged that hii pesa pia yasemekana ilisaidia Ruto pia campaign. Yeah, definitely. His presidency wakitumia Aden Duale. So there was this scandal about Aden Duale. Alikuwa CS for health or something like that. So the leading county with the highest amount being paid out for SHA for hospitals that don't even exist was Marsabit. Okay. Ni Marsabit ama is one of the counties don't quote me on this. I think ni Marsabit ama one of the counties zenye ziko ama Garissa, one of them zenye ziko yeah. So unapata hospitals they've been given so much money for SHA while they're not even actual hospitals. People don't go there to be treated or anything. So kulikuwa na scandal, SHA haifanyi kazi for people mwenye analipia, someone who's actually paying for it. Unaenda hosi unaambiwa SHA haifanyi kazi, lakini ukienda huko juu unapata hospitals zinapewa payouts
crazy amounts of money, and it's not even a real hospital. Yeah, but then what I think is that our watu, if we're in their position, I feel like we'd do the same thing, because unaona sasa kama sasa hivi venye tuko hapa hivi, ukianza kupata mali this like kuna uanze kupata cash cow sasa hii, mali unaweza tu kupata pesa, si una to involve, of course. Yeah, ukitu involve, una involve wanja hivyo. Mimi siwezi wanakula watu peke yangu, mbona ndio sike na nyinyi? Ya sasa hiyo ni mafala wana enjoy hiyo. Mimi nikiomoga mimi sitaka nikupatie hiyo pesa. Kwa nini nikupatie hiyo pesa? Ndio bado ukae bado uendelee kunisumbua. Anyway. Sasa ukiangalia pia so Trump ameona hii stuff iko na pesa zao mingi zimetumwa back in Somalia and back here in Kenya. Mostly sana Kenya hapa Isili na Garissa. Hizi buildings zenye sijuzi hapa hivi just the other day wamesema kuna so many properties in Isili zenye zimekuwa listed na FBI zenye zimejengwa using that fraud money. Yeah. So kuna venye sijui USA wanataka kushukaje hizo building. Sijui kama wataziweka and investigation biashara zisiendelee kwa hizo building. Labda tu kuzivunja. Labda tu wafanye aje? Labda waeke tu venye like wasi wenye wametengeneza hizo vitu wakiwa nje ya country ndio wanaweza shikwa. Na tunasemaje? Kuzwa. Ama inakuwa donated. Sini kama hii historia Roman Abramovich. Si wajua alikuwa amesema proceeds za kuuza the team zitaenda kwa kwa charity. Lakini sasa hajazipeana bado. So alikuwa anasema walikuwa wanampea coats za US au like the legal team ya US UK. Walikuwa wanamwambia a sign off for those things to be like for that money to be sent to charity, ama they are going to take legal action and make sure that it is given to charity. Yamekuwa stall. Sasa anaitwangaje ukiangalia Trump. So Trump saizi ameanza ametuma ice hapo kama wewe ni Somalia hapo hauna kazi una loiter around ama uko under hizo kia ama unasaidiwa na gava nini unadeportiwa unarudi nyumbani, citizenship yako inakuwa revoked. So nilikuwa naona mmoja analia amerudishwa Mogadishu, anasema yeye hawezi survive Mogadishu, hiyo maisha anaona hapo ni amezoea soft life, anaona afya yake ikimlemea seriously. Sasa niko like USA maisha ndio ilikuwa even hard sana, unalala tu kwa nini inaitwanga aje, unalala kwa subways, unalala kwa magari. Atizi umerudishwa Mogadishu kwenu unaweza enda ulale kwa mattress msee. Na uko na familia yenu huko. Sasa ulikuwa unaangalia properties mingi Somali wametengeneza hapo Isili. Pesa ni mingi zinaflontiwa, ma laptop, magari, masijuna zilikuwa zinaitwa ngaje hizo nini? Ma laptop, ma iPhone 17 zinitangwa nini, vitu za dunia zilikuwa mingi. Unaona ma high rise zimejengwa mingi hapo hivyo, pesa inatoka wapi? Maana kuna hiyo mall kubwa imetengenezwa Isli hapo hivyo. Pia kuna venye kubwa na there is, nilikuwa nasikia hiyo kitu ni kubwa hata kushinda Garden City. Garden City ni ndogo bana. Anasema like see Garden City I meant to Rivers, yeah. It is big. Okay, tuseme the building itself is bigger than Two Rivers, lakini Two Rivers iko kwa Landa. Yeah. Kubwa kiasi. But it is the largest mall nasikia in Central Africa. Yeah. Ati pia inasemekana fununu ati pia hiyo kuna venye imetumika na hiyo pesa. Ukiangalia pia manini inaitwanga aje, unapata manyumba properties huko hivyo Kilimani zimenunuliwa, pesa inatoka abroad from wa Somali wenye wako abroad. Hao ndio wanakuja kununua manyumba hapo hivyo na hizo mamilioni in dollars.
in dollars. Yeah. Sasa hii Trump amesema hataki mchezo, ana kudeport seriously. Unajua Trump anakuanga amechizi. Anaamka akiamka anataka kwenda majuu. Mimi sitaki kwenda majuu. Watu wana hii video yako hapo hivi waseme si ulisema president is sick. Hata kuwa si hii ni tamu yake ya mwisho, hata kuwa si kesho ndio tunataka kwenda. Hata sina fare. Nenda aje majuu. Unajua mimi naona tu Trump tu ni joker. Ule mtu tu he does it for the love of the game. Because anamkanga tu asubuhi anaamua hawa si wagana leo. Hawa ni bambi. Wacha tufukuze wase wagana. Wanaonekana ni policies. Hakunanga ati policies zimekuwa in place sijui nini. Fuatangi hiyo. Nasikianga si wa Mauritius. Ama anaenda out akiongelesha kademi hivi kama Mauritius kama mlenga. Kesho asubuhi basi watu wa Mauritius wanapandisha ndege wakienda. Nikasikia ulikuwa unavenya na dis. Elon Musk. Unakumbuka akiambia representative wa Minnesota ule madam kuja anamwambia ati Elon Omar married her own brother. That's a fraud. She's a very bad woman. I wouldn't recommend people to associate with her. I would never recommend anyone to follow her. She's a very, very bad person. She is a very bad person. She married her brother. That's a fraud. The biggest fraud in America, in the history of America. Nakwambia huyo mtu anafanya hizi vitu for the love of the game. Huyu hakunanga policies ziko in place za kusema ati sio ati this is how you're supposed to deal with something like this. Anamkanga hivi, anaambiwa jana alikuwa ameambiwa na ma advisors wake. Unaona wase nini wa Guinea Bissau. Asa Guinea Bissau ndio wameshikilia hii economy yetu. Like hao ndio wanafanya kazi, hizi kazi za mkono na nini. Hao ndio wanafanya. Anaamka kesho. Anasema so Guinea Bissau hata tuwatume home. Acha waishie tu. Amaamua tu sasa hawapendi. Hawapendi. Ama anakaa chini anaangalia states zenye kupata kura mingi. Huko ni anaenda kuwa frustrate properly. Mimi huyu ananikalianga nani? Ananikalianga Gachagua. Nani? Trump ni Gachagua. Ananikalianga wako the same. Akumbuka pia Gachagua alikuwa anasema ati hii gava iko na shares. Ati watu walileta kura kwa nini kusaidia kushinda wako na shares. Wenye hakuleta hakuna shares. Ni soundianga kitu yenye Trump anaweza sema. If you didn't bring any votes to the table, we cannot do that. Those are very, very violent people. And it is a fraud. They are a big fraud. We are going to send them back home. I wouldn't recommend anybody to associate with this kind of individuals. She's a very shameless woman. Yeah, basic like ikitu yote. I feel like if anyone is given the opportunity, this would happen to anyone. Lakini na tuseme basi hiyo time ya COVID ndio wengi walifly in America, in the US, in the name of wanatoka vita home. Na ukiangalia instability, ukiangalia history deep unakuta wengi wao hata si ati walikuwa really hata wametoka in a Wharton area, ama it's because of the war situation that is taking them. Most of them CGI. Most of them just came here in Kenya, found a good life. They used the Kenya passport to fly to America, claiming they are from a Wharton country. They don't have properties back at home. The properties have been IDPs. Yes, they are displaced now. They don't have anything. I'm like, then if you're displaced and you're in Kenya, Kenya is a good home for you. After Kenya is not even your like home country. So ingekuwa ni you came straight from Somalia because of instability and things like that, then it would make sense. But now you moved from Somalia, you came to Kenya, you have a good life here, you even got a passport.
Au sasa ndio unasema ni cover story tu. Hii mambo ya Trump, wacha tuone venye sasa anataka kuando. Sasa bado si wako head na Ilhan Omar, na niko sure sasa make Ilhan Omar famous huko America. Ilhan Omar ni famous. So ulikuwa unamjua before hata hii fiasco ya nani ya Trump? Nera simjui bado. Mjui. Nzi. Utanitumia email nione mambo yake. Simjui bado. Ilhan Omar picha yake ndio hiyo hapa hivyo kwa front of the screen namuona. Oh. Ndio that's Ilhan Omar for you. Nimemcheki. Mimi nasema wajua mbona nasema hivyo? Like why nasema Trump like sometimes anakuanga tu ametupa mbao. Wajua kuna time walikuwa na beef na Elon Musk. Alafu anasema ati atadeport Elon Musk. Nakumbuka arudi South Africa. Ati na wajua allegedly nilikuwa nasoma somewhere ati kuna siku sijui ati wamekosana na wife. So your wife Melania. So your ni wa hizo Middle East hivi. I think so. Akamwa deport kutoka US arudi kwao. Amrudisha Middle East. Unajua Trump akozile za atumia fuck you rules anajua arudi. Imagine unataka kudeport bibi yako umrudishe kwao. Silikuwa naona pale kwa na mjako sana, si ati ni divorce. Pate tu adabu. Deport arudi huko hivyo ushago. Amaamua kutumia kama zile the old African culture whereby mzee kosana na bibi, mzee anarudisha bibi nyumbani aende aongeleshwe na wazazi. Arudi kama ametulia. Sasa hivyo ndio alikuwa afanye. Alafu anataka amwambie iwe funzo kwa wewe na wenye tabia kama zako. You know, yesterday I was arguing with my wife and she said, I am not very handsome and I think she should go back home. Anamrudisha huko ushago huko Middle East, na huko Middle East ukicheza ukitembea hivi unachunga mbuzi wakanyanga landmine. That's all for today. Thank you very much. See you next time. Ni mbaya.